We mzee, usikii sasa, uko hivyo pande za South Sudan. Usikii sasa bana ni kungori, na ndio amini ni kungori vile tunabonga hivi. Usikii sasa kuna more than 30 people, civilians wenye wamegenya, wamama wana watoto. Unanipata hiyo story? Na ile kitu tunafanya kukuena hizo story zote ni because hiyo mtaa kuna political tensions. Zikiwa zimetoka wapi? Kwa tribalism. Yo, hebu tuachane na South Sudan kidogo. Bana, unajua nimekuwa nikiona hapa Kenya tumeanza upuzi. Ati hii community na haijaishika mpaka saa hizi. Yaani mpaka saa hizi hatuongelelei isha. Hatuongelelei university funding model. Tuko tu kwa tribal. Tuachane sisi turudi kwa hivyo pande za South Sudan. Sasa hiyo mtaa kuna kairia kanaitwa Nasser. Na hiyo Nasser ni ambogi inaitwa Nuer. Okay, acha tuanze aje. President wa hiyo mtaa aitwa Kir, ni wa Dinka. Dinka ndio wale wengi. Nuer ni hao wenye wako chini ya Dinka but pia ni wengi. Unaget? Sasa hao mkubwa wao nani? Riek Machar. For the longest time hiyo mtaa wamekuwa wanapigana vitu mingi nini, lakini sasa as we are speaking kuna kitu inaitwa peace deal ya 2018. Kwa hiyo peace deal yenye ilianza 2018 ndio yenye imekuwa imefanya hiyo mtaa imestay at peace kabisa. Makiu next year hiyo mtaa kunafaa kukuwa na nini na elections. Na Salva Kiir yeye mwenyewe akijiangalia ni kama haoni kama atafikisha hiyo time ama ni aje, kwa sababu yeye anataka peane hiyo kiti. Unaget? Ile tu kusema ukweli anafaa peane hiyo kiti wapi? Unanipata? Lakini sasa yeye hataki hivyo. Usikii sasa ako na son in law wake aitwa Benja. Huyu Benja saizi vile tunabonga ni second vice president. Unaniget? Second vice president inamaanisha that umse ako kwa kiti ni vile hajaikalia yote, na hii side nyingine ni huyu Riek Machar. Sasa huyu yako katikati, Salva Kiir akiondoka, hawa wataendelea kusukumana, ndio either huyu asukume huyu hivi ama huyu asukume huyu mwingine aende hii side nyingine. So juu hata after Salva Kiir hiyo mtaa bado kutakuwa na mambo. Juu ushaonjesha huyu Ben ako kwa kiti, haizi achilia, uanga very bad. Sasa penye nome inakujia ni ati hiyo Nasser ni kamtaa kama Samburu yetu ama mtaa kama West Pokot. Unacheki vile kuna kwanga na tension, bandits nini. Sasa Kiir anafaa kutuma jeshi iende hiyo mtaa kusafeguard wale watu wanaishi huko. Unakumbuka nilikwambia ni mtaa Nasser, lakini watu wanaishi huko hivyo wengi ni Nuer. Lakini sasa Kiir unaweza kaibudha ni anatuma national army yao yenye inafaa itumwe, ile yenye iko na composition ya kila mtu. Lakini sasa amini usiamini, Bazenga akona ka tribal army kake. Hii tribal army akaituma wapi? Huko hivyo Nasser. Sasa huko hivyo Nasser kuna soitwa white army. Hao pia ni civilian lakini pia wamejipin. Unaget hiyo story? Sasa hao wanaambia je gava, sisi hatuna noma mkituletea army, but please tuleteeni ile army yenye inafaa. Kwani gava tululu. Amini usiamini, sasa hapo ndio penye vita inaanzia. Hii sana story ya 2 weeks ago. Wafio wengi wa hii tribal army wakagenya. Unaget? Reason yenye Kira aleti national army nobody knows. Amini usiamini, Kiir akapindukia nani counterpart wake pale Uganda. Kuna mbogi ya Uganda majeshi wanaitwa UPDF. Au sasa wakaingia huko hivyo pande za Nasser, na sasa hiyo mbogi badala ya kwenda kuexecute mabandits wakaenda wakalipua hiyo mtaa na a very very explosive chemical. Chemical. Nimesahau hiyo jina bana. Zile picha niko nazo za hiyo mtaa bana ni graphic. Ile design yenyewe nikipost hapa TikTok wanani ban there and then. But ujue hiyo mtaa si peaceful wadau. Mazee, acheni niwaambie, acheni hizi mchezo mnaanza hapa hivi Kenya. Because ukinikata hii mkono, damu ni ya red. Unaget? Ukikata mtu mwingine mkono, like ni the same thing. Sisi wote ni one and the same thing. Languages mbona zinakujanga zinatunini. Tuna intermarry, tunafanya kila kitu, lakini time ya marriages uanga very bad. Kama wewe nikuulize, uliongea language yako mwisho ya lini? So tufai kukuwa divided on the basis of politics, on the basis of tribes yani.